TV, empowering lives. Bethel Clouds 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 TV, empowering lives. Tumeabudu Yesu, tumebarikiwa. Haleluya. Kama umesikia vizuri kama mimi, nisalimie hewani. Hivi ukinifanyia hivi nitaondoka. Nisalimie. Haleluya. Kama umesikia vizuri na Yesu, ukasikia umeguzwa, ukasikia kuna kitu imefanyika kwa moyo wako, nisalimie kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Taka tumsifu Bwana. Ninajua utabarikiwa. Hakuna baba kama wewe, hakuna Haleluya. Pigia Yesu makofi.
And so we must praise him. Praise him in African way. Nekala nangai maondo mako maila. Nekala nangai maila. Hallelujah. Nekala nangai maondo mako maila. Haya, cheza muziki wa Yesu na munai. Alafu tutakimbiza kidogo chomeni. Hapo sawa. Wacha tuone ambao mambo yao imekuwa sawa sawa wakiwa na Yesu. Hallelujah. Nekala nangai maondo mako maila. Nekala nangai maondo mako maila. Maondo mako maila. Nekala nangai maondo mako maila. Nekala nangai maondo mako maila. Nekala nangai maondo mako maila. Maondo mako maila. Ukiona mbele yako kuna kiti na haijakaliwa na mtu ndio yako. Na viti za mbele zinakaliagwa na viongozi. Kwa hivyo ukiona unakaa nyuma labda wewe si kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Onesimus yako wapi? Ones? Asha. Mimi naitwa Apostle Dora Waruige. Mimi ndio mchungaji kwa nyumba hii. Na naomba kuwakaribisha sana ambao mmefika hapa wachungaji, karibuni sana. Na kwa sababu tunakuanga na raja wa service, mtanikubalisha tu tuendelee na ratiba yetu alafu turudi kwa ratiba yenu. Mtanikubalisha? Msiboeke na mimi, sijui kuhubiri vizuri. Mkiona sihubiri na power, mjue ndio weakness yangu na inahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. But ile kitu mimi najua niko nayo, niko na Yesu. Na Yesu amenitosha.
na neema inafanya nini? Ametosha. So na every Wednesday tunakuaga na ibada lunch hour, na siku zote kutoka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa tunakuanga na lunch hour services, na tunakuaga na mkesha, na pia tunakuaga na kitu kinaitwa one-on-one services ambao tunakuwa tukiona watu mahali hapa. Kwa hivyo nitachukua tu muda mfupi tu about 20 to 25 minutes tuhubiri, alafu kisha tutaingia kwa agenda yetu ya mkutano. Leo nataka tuangalie mambo ya hidden battles in your destiny. Hidden battles in your destiny. Hizi viti ni zenu. Nyinyi mmekaa nyuma. Hizi viti ni zenu, ziko hapa. Ni nyinyi mliokuwa Ashas wako wapi? Hamkufika leo? Ama mnaogopa? Waambie wajipage tu, wapage tu vizuri, na ukikuja hapa kubali tu kupagwa. Uonyeshwe mahali pa kukaa. Na hiyo ndio tunaonanga ni kama kule biguni hata mpago iko hivyo, tunapagwa. Yes. Na nyinyi mwingine mkuje mkae pande hii ndio niwaone vizuri. Hizi viti ni zenu. Yes, kujeni hapo ndio. Wewe ndio nakwambia kuja padi tafadhali. Ndio wengine wale wamekuja nyuma yako ndio wakae huko nyuma. Ndio tukue na mpango mzuri. The hidden battles ambazo zinakuanga katika maisha yako, this is a spiritual warfare against unseen evil forces that happen in our life. That every person ambaye anakuwa dunia hii, uwe ni mchungaji, iwe ni muishi wa dunia hii, kuna kitu ambayo iko ndani yako ambayo inakusababishianga kutokuendelea. Wewe unafikiria, ukiangalia watu unasema unaona ni kurogwa, nilirogwa, kwetu hatufauliki, ndoa yangu ilianguka, biashara yangu ilianguka, maisha yangu haiendagi mizuri. But there is, besides whatever that is happening in your life, there is a hidden battle. In every move of every day, there is a battle that moves against you. There is a battle that stands against you. Ukichukua life ya mtu anaitwa Josefu, wakati alipata maono na akasema na akaambia baba yake, nimeona jua, nimeona mwezi na nimeona nyota, zote zikiinamia nini? Nyota. Naye akamwambia baba yake, akamuuliza, sasa wewe unataka kupaga, utatutawala sisi na mama yako na watoto wengine? And that was the beginning of the battle. Sasa wewe unatafutaga murogi aliyekuroga, kumbe aliyekuroga ni baba yako. Maana hiyo swali aliuliza, ekayole tuadha, yani wewe uko na mpango ya kututawala. That is the beginning of your battle. Whatever that your father said about you, whatever that your mother said about you, could it be the problem that you are facing today? Na wewe umetembea makanisa yote, umetembea mpaka kwa waganga ukijaribu kuombewa, lakini aliyekuroga mnakaaga na yeye kwa nyumba every single day. Aliyeroga wana wa Israeli wakati Gideoni alikuwa nakusanya watu, alikuwa natengeneza watu 32,000 to go and fight the Midianites. Waende wakapigane. Kumbe baba yake ndiye alifanya mahusiano na Wamereku. Na walikuwa wameambiwa ya kwamba wasifanye mahusiano aina yote na Wamereku. Lakini baba kaenda akafanya mahusiano na Wamereku. Na walipofanya mahusiano na Wamereku, akachukua gethito akapeleka kwa nyumba ya Mungu ya wana wa Israeli. Kutoka saa hiyo Mungu akaondokea wana wa Israeli. In the book of Judges chapter number 6 verse 1, the Bible says, and the children of Israel did evil in the sight of God. And then God, just by doing a judgment, he handed them over into the hands of the Midianites for 7 years. 7 good years of suffering because of a sin that was committed, and this sin was committed and also nobody was able to know that a sin has been committed. For them, they thought it is life as usual. Ni maisha inaendelea. The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hands of the Midianites 7 years. So could we say Midianites walikuwa wa shetani ama walikuwa wa Mungu? Yeah? Could we say, what can we say about the Midianites?
who tortured, walitocha hawa watu, walipiga hawa watu, walikula mali yao, walienda kuvuna, wanalima, wakati wa kuvuna Wamidiani wanakuja wanachukua kila kitu. Wanalima, Wamidiani wanakuja wanachukua kila. The day of harvesting, that's the time they will come and take everything. So, do we say that Wamidiani walikuwa watu wa shetani? No. This might be the suffering you are going through. It is not a demonic suffering. It is a godly suffering. Bwana Yesu asifiwe sana. And you are not the cause of the suffering. It is your father who did that. It is your mother who did that. It is the society that we are in that did that. That is why you are suffering. Because suffering ya wana wa Israeli kulingana na kitabu hiki cha Judges chapter 6, it is they did evil. But is it recorded anywhere? Ati kuna mahali walikaa wakafanya evil? It is not recorded. But the man called Joash, the father of Gideon, he is the one that went and collaborated na Wameleku. Na wakakaa chini na wao na wakachukua vitu kadhaa vile Mungu alikuwa anasema waambia, mkifika huko msifanye maagano yoyote na watu wa huko, maana watakuzuia kuniabudu mimi. Kwa sababu ya hiyo makasiriko, Mungu akakasirika, akachukua hao watu akawaachilia mikono ya Wamidiani kwa miaka 7. So could it be the challenge that brought you here? It is not a demonic challenge, it is a godly challenge. And umeomba maombi ukikemea, tuna shida na haribu na vuja katika jina la Yesu Kristo, unavuja Mungu katika jina la Yesu Kristo. Unaona ukifaulu kweli? Unaona ukifaulu? Maana the cause is not the devil, the cause is God. Because God handed them. Ndiye alisababisha Wamidiani wawatese, ndiye alisababisha Wameleku wawatese, maana walifanya makosa na hii makosa hawakuijua, hawakuambiwa makosa, lakini sasa Mungu akakuja akatoa judgment yake. Could you be facing a judgment in your life? Could you be facing some difficulties in your life because there is a mistake that was committed by your father, a mistake that was committed by your grandfather, a mistake that was committed by the area you are in? Maana hata eneo mahali linaweza kuwa hilo eneo ni eneo lilitendewa dhambi na liko na mambo ambayo sio mazuri. Kwa hivyo ulikuja ukaingia ndani ya hiyo area na ukaanza kukaa na hiyo area, na hiyo area iko na laana ambayo inatembelea hapo. Eventually you find yourself in it because you never cleansed, you never changed the area. So the challenges you are facing today, all of the hidden battles ambazo ziko kwetu, we most likely wewe you are not the cause of the problem. You are not the cause of the challenge you are facing. It is your father. It is the area that you came from. It is that the people that were leading you. It is the country that you came from. And we always will be praying against and calling God. Munaita Mungu na unakemea mapepo, na aliyesababisha hiyo kitu yote ifanyike ni Mungu aliamurisha. And this is what I want us to look at today. And look at the life of Joseph. Because when Joseph alipata maono na akaota doto, the first person to quip, the first person kustuliwa na hiyo maono ni baba yake. Bwana aliwaambia, nimeona sheaves zikiinamia moja, nimeona nyota, nimeona mwezi, nimeona jua zikiinama. Akaulizwa, yani unataka kumaanisha sisi, mimi na mama yako na watoto wenu tutakuabudu? And that's the beginning of the hatred that emanated. That's the beginning of the challenges ambazo zile emanate. And from there Joseph started suffering. From there wakaplani kumuuza. From there akanunuliwa. Kutoka hapo akaenda kwa mtu anaitwa Potiphar akakama mtumwa. Kutoka hapo mama akamuinukia, tena akapelekwa, akatolewa hapo, akapelekwa mpaka jela. Because there is something that was said and it never appeared to you. Ni kitu kinaweza kuwa kinalaana. Whatever parent says, whatever your pastor says, whatever a senior man says upon your life, maybe jokingly or maybe very seriously, it causes you to suffer or to be successful. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the cause of Joseph's suffering. But it also created a route towards his success. Could it be that whatever the foundation that has been working against you, it is a route to where God wants you to be? So before you start praying,
before you start condemning that you are condemning, before you start starting against that which you are standing against. Maana ukiangalia Joseph, kuna mahali alifika wakati ameuzwa na ndugu zake, alienda akifikiria namna gani huko amebebwa na hizo puda ama na gamia, alikuwa anafikiria namna gani, nimeuzwa na ndugu zangu, my brothers have sold me. He didn't have a clue where he's going. He didn't have a direction where he's going. He didn't have where, hakuwa na jambo lolote ambalo alikuwa anafikiria kule ataenda kutokelezea ni wapi. Alienda kama amefuga macho, alienda kama hajielewi, alienda kama hajijui. He continued to pray. He trusted on God. He left his trust to God. But it was a painful ordeal knowing that my brothers wameniuza. Knowing that my brothers have conspired to destroy me, have conspired to work against me. And they moved. Na wakaenda. Na akafika kule akauzwa kwa familia. The family he didn't know. Hakuwa aliambiwa huyu ni ofisa wa polisi, akaambiwa hapa ndio utakuwa ukifanya kazi, na ameuzwa. Hatima hujui what will transfer from there. Hujui what will happen from there. Nothing in you that you know. You don't know completely. You've just become a slave, not knowing and not understanding what is this offense did I do to my brothers that they have just decided to sell me into a country that I don't know, into a country that I don't belong. Now I am a slave. Now I am in country I cannot make decisions. In my country I'm not seeing my brothers, I'm not seeing my father, I'm not seeing anybody whom I'm related to. I am in a foreign country. Not because you committed a sin, not because you did something wrong, but because of that dream. That this dream has caused you to be isolated, has caused you to be sold, has caused you to be destroyed. This dream that you have, the dream of your family, that the people in your family, they know that you have a vision, they know that you have something. Katika mtaa ambao umetoka, wanajua kuna jambo fulani lililo ndani yako, na ndio naona watu wamekuinukia. Kuna jambo fulani lililo ndani yako, na ndio liona walikupagia vita. Bwana Yesu asifiwe sana. And you keep asking, why do people fight me? Why do people challenge me? Why every time nikiamuka na vita vinaniinukia? Ni kwa sababu there is a dream in you. There is something special that God has put in you. And this is what is causing the battles in your life. And maybe unalala ukisema, oh my father, niondolee hii kikombe, niondolee hii maneno, imekuwa gumu. Why people hate me? Ni kwa nini watu wananichukia? Ni kwa nini watu wananipigaga? Hawakupigagi kwa sababu wanakuchukia. It is because they cannot be able to accommodate you. Bwana Yesu asifiwe sana. The power that is in you, the strength that is in you, nobody can be able to withstand it. That is why you are always an enemy of people. That is why people are fighting you. That is why people don't like you. That is why people don't want to see you. That is why people don't want to be associated with you. It is not that they hate you. They don't hate you. They cannot be able to withstand the fire that you are carrying. The moment you understand that there is a fire in you, there is a power in you, there is an authority that is in you, you will never, because you are not an ordinary person. And that is why Jeremiah had to be consecrated, had to be anointed, had to be set apart so that he can become a prophet unto the nations. Because God knew this young man, I'm giving him a responsibility as young as maybe 12 years, maybe 13 years, maybe 16 years. He was given a responsibility when he was so young, until he had to tell God. Akaambia Mungu ya kwamba mimi siwezi hii kazi unaniambia siwezani nayo. Naye Mungu akakibia kabisa, kaona already the devil has started speaking in this man. Because the moment this young man said, siwezi, I cannot do this because I'm still young, God rushed. Akashika kijana, akaondoa maneno ya shetani kutoka kwa mdomo yake, akaweka maneno yake. He touched his tongue. Akaguza mdomo yake. Kwa maana kuna weakness. That was also a hidden battle in Jeremiah. A hidden battle in weakness. In looking at yourself, unaona ni kama hauwezi. It is a battle that comes and tells you, unaambiwa sasa wewe utaenda Amerika na utaenda kuhubiri Amerika. Na unaanza kujiuliza how now? If you look at your family, you are the least. If you look at kila mtu kwenu, you cannot, hamuna pesa. Hata kabaiskeli hakawezi kuonekana kwenu. There is nothing in your family.
Bwana Yesu asifiwe sana. And you are told that one day you are going to become. One day you are going to preach. The time I was told, it was zamani sana nilitabiriwa nikaambia nitahubiri, nikajaribu kufikiria. Sasa hiyo ndio niko Mugeke kabisa, ninahubiri maodo ya Mugeke. Nikaambia ati siku moja ni Mkorino mmoja alikuwa mchafu tu. Akaniambia, "We! Mwathani araugatele. Nyoka mutukata." Sasa hiyo ndio tulikuwa tunasema Yesu ni mwizi wa bao. Mtoto ya maraya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia huyo Yesu naita mtoto ya maraya. Ate niyo kama inamerera. Nijamorauga. Na kamuzee kakaenda. Sasa hiyo ndio niko moto. Tukipata kurusedi ya mtu tunabomoa. Tukipata wahubiri wakihubiri tunabomoa. Maana Yesu ni mwizi ya bao, mtoto ya maraya. I never thought one day nitakuja kushika microphone nitaje jina ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. I never thought, it was beyond my understanding that I can hold a microphone. Wow. Hata wale tunakutanaga na wao, wale tulikuwa na wao, wanasemaga wewe wagirwa gukua. Ni wananiambiaga wao nafaa kukufa. Maana wewe na kifo ni kitu moja. Niki kiwe hujagia. Wewe ndio watu walio horo wa Mugeke. Niki kiwe hujagia leo. Nikaambia hapana, hata mimi sijui. Do you know even today I have never understood why I am preaching. Even today as I'm preaching here, sijui. I don't know why I have zeal. Nimekuja hapa, nimetengeneza nyumba kama hii, nimekuja nimetengeneza kila kitu. Is well perfect, everything perfect. If you ask me what drives me towards this, I don't know. I find myself saa 10 saa 9 usiku nakuaga hapa nikiomba. Saa 9. Baka watoto siku moja wakaniuliza, "Baba kuliendaje?" Nikamuuliza nini? You no longer have time for us. Wakaniuliza, "You always preaching. Sasa imebidi tunakuoneaka kwa TV." Nikaambia hata mimi sijielewi. I don't know what. Nikilala beyond saa 8 na nasikia kitu kinaniamusha, kinanipiga. Nashindwa kulala kabisa. Na nikikaa huko ati nataka kuombea kwa nyumba naanza kusikia uoga. Nasikia ati hapa ndio nitapata amani yako. Because there is a battle that was in my life. And then when I went back to look at my life, ndio nikajipata kumbe in our family there is a lineage. Kuna kadamu fulani ambako kamekuwa kakinifuata wherever I'm going. Maana my great grandfather, ukienda ile barabara ya Isiri, ile Isiri unapata kuna nyumba, kuna barabara inaitwa General Waroige. That is my grandfather. Bwana Yesu asifiwe sana. He was a freedom fighter. He's the one that initiated Mau Mau. Yeye ndiye alianzisha kiapo ya Mau Mau. Yeye ndiye alianzisha vita vya Mau Mau, wakiwa na Kemathi, wakiwa na Mathege, wakiwa na Itotia. Na hao wote walikuwa 7 Mau Mau generals and all of them were first cousins. Bwana Yesu asifiwe sana. 7 of them, and Kemathi, Waroige, Itotia, Mathege, they were 7. All of them, they were first cousins. When we founded this thing inaitwa Mugeke, baadaye mimi nilikuja kufanya sasa, nimekuja kufanya hesabu baadaye. When I was trying to search myself, we discovered mimi ni Waroige. Mimi ndio nilianzisha Mugeke. Bwana Yesu asifiwe sana. My grandfather started Mau Mau. Maina Jega tulianzisha na yeye. Tuna Gaithaka, tuna Joroge, tuna Kamunya, tulikuwa watu 7. Na all of us we are first cousins. Sisi wote tulikuwa first cousins. Bwana Yesu asifiwe sana. Venye Mathege alikuwa cousin wa Kemathi, venye Kemathi alikuwa cousin ya Waroige, hivyo mimi na Maina Jega. Mama ya Maina Jega ni sister ya baba yangu. Mama ya Waithaka ni cousin. Sasa zote tulijikuta 7 of us. Kumbe tulikuwa leaders wa Mugeke na tulikuwa cousins. Na tukaanzisha Mugeke, na Mugeke ikavuruma Kenya mzima na dunia mzima, the same as our grandfather, what they did. So when I came to sit down and ask, wait a minute, what is this pattern that our grandparents walianzisha Mau Mau na sisi tumekuja kuanzisha? Could you be facing a challenge in your life because of your grandfather? Bwana Yesu asifiwe sana. And here you are fighting a demon that you don't understand. And your grandfather is there, ako huko na anakupenda. Na unasema ninyi ndeto ni guka. Mimi napendwa na guka yangu ananipenda. Nikifika nyumbani ananiambia kuja mtoto yangu. Ndiye ananipatia kauji, ndiye ananipatia kila kitu. Little did you know the grandfather is instituting his charms to you.
He is transferring his powers to you. Unakuta mama yako anakupenda, unakuta shosho yako anakupenda, na kumbe sio mapenzi, kuna kitu amebeba ndani yake, must be transferred to you. So this grandfather used to love me. These people used to love me so much. Little did I know that something was being transferred to me. Na ikaanza kunipeleka. Na nikaanza kubehave na njia ingine ambayo mimi sikuielewa. At 17 years, I was tormenting Kenyans. Nikiwa 17 years. Nilikuwa na harasi huko Moro kwetu. Tulikuwa ndio tulipaga vita vya kupigana na wale wa Kalijini walikuwa napigana na sisi. Tulikuwa na pastor hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunasoma klasi moja. Na yule alitupiga, alikuwa mstari wa mbele kutupiga, alikuwa Mkalijini aitoka Ngetich. Na Ngetich tulikuwa tunakaa klasi moja. Tuliepo enda yuko kutokelezea Ngetich akatuambia, "Wewe Ngetai, songa ama niachilie." Nani mtu mnasoma na yeye? But we found ourselves in this battle. Kutoka hapo ile kitu kilikuwa kizalike ndani yangu ya mogeke ikazalika. Na nikakuwa kinyoka kikubwa, kipowerful, something so strong that everybody feared me. Ndio nikasoma kitabu ya Yeremia, ikaniambia, "Before you were born, I knew you." And this one took me to a very powerful understanding of the scripture. Jeremiah 1, verse 4. Before you were born, I knew you. And immediately, before your father and your mother came together, I knew you. Meaning, before your grandmother and your grandfather come together to produce your father, you are still known. Meaning, before your grandmother came and your great-grandmother came, you are still known. So I asked myself, so how old are you? Have you ever asked yourself, how old could you be? Ama unaonanga 35, unaonanga 40. Before your mother came on earth, ulikuwa unajulikana. Before your father came on earth, ulikuwa unajulikana. So you had been prepared, consecrated and set apart for a mission. So if you are older than your grandfather, if you are older than your great grandfather, tuhesabu sasa tuseme mimi niko na 50 years. Na mimi ni mzee kuliko my grandfather. Na grandfather kama angekuwa hai sahi, angekuwa na miaka 250 ama 200, si ndio? Na sasa huyo mimi ni mzee kabla ya grandfather kukuja. Nilikuwepo. Hallelujah. Before my grandfather came, I was there. So even the grandfather of my grandfather, before he came, I was still existing. So how old are you? Hebu uliza mwenzako, unaona kama uko na miaka gapi dunia hii? Na ndio unakuta ukiangalia hapo unafikiria mtu, naona mtu ni kama mtu, kumbe yako na miaka 800. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe yako na miaka 700. Kumbe yako na miaka 1000. Na ndio unakuta unaoa bibi unafikiria ni msichana umeoa. Kufika nyumbani unaona ni kama mama kameanza kujikokota. Ukimwambia amke asubuhi anakwambia kila ni ndegwa demo nogo muno. It is not a problem. Ni mama mzee ulioa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ukaolewa na mzee na jamaa unafikiria ni kijana, tall, dark and handsome, kijana baribaru. Lakini if you look the way this man behaves, he behaves like a grandfather. Tabia zake, mafikirio yake, maswali yake, mavitu zote anakuuliza katika manyumba yako. Anakuuliza maswali bako na shidwa. Muthuri oyo ri, ni ciurire kwa radio. Ananiuliza maswali gani haya? Kumbe mtu ni mzee. Kumbe mama ni mzee. Ushaangalia katoto kako venye kana behave, kakipika chakula vile tunapika chakula na matope kwa nyota hivi, tunaweka nyota hivi tunapika. Unaona how your girl behaves. She's behaving like an old person. How you akaboy unakuta mpaka venye kanatembea kama kale kalikuwa kwa shule yetu kalikuwa anatembea. Unaona huyu si mtu Simon Mwagi. Huyu alikuwa anatufundisha mahesabu. Kalikuwa mtu yangu lakini kalikuwa anatembea kama kamsee. Hata kanakaa hivi unaona kamegeuza sigo, kanakaaga hivi kama kamsee. Na nikayanga kutuliko. Kalikuwa anatufundisha mahesabu maana ndio alikuwa na bwani county mzima. Alikuwa na A. But this man looked old while he was young. Ebu angalia mwenzako, angalia uso ya mwenzako. Uone kama you have a great grandshosho. I'm a great grandfather around you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because before your great grandfather was born, you were existing.
Hallelujah. And that's what the Bible tells you. Before the creation of the earth, Jesus was still existing. And that is why he became an altar, to be able to control and to be a blessing to the earth, because he was there when the earth was existing, was coming up. So because of that, that is why there is in you an altar, depending how are you guided. The altar that speaks in your life. When I formed this organization, nilikuja na nikakuwa very powerful. Mlikuwa mnaniogopa. Nilikuwa nikigia mahali watu wanasema Mogeke wako area. Kuna siku na moja nilisema wanawake wote wasivae trouser ama miniskirt. Nguo ifika hapa. Kenya mzima hakuna mama alivaa trouser, miniskirt, wote walivaa ikifika hapa. And by then I was 25 years old. 25. Na Kenya ilitii. Kenya ilifanya nini? Do you think it is this young man that was doing that? No. There was an older man in me. Because wakati mmoja alisema nishikwe, nikapelekwa kwake. Akabia Kaguthi lete. Nikapelekwa. Alipofika kule karibu atoge Kaguthi na fibo yake. Akamwambia, sikukwambia uniletee wakora. Nenda uniletee ule mtu anaitwa Dora Waroige. Kaguthi akanil down akamwambia, mzee, your excellency, this is the man. Akamwambia, Kaguthi, get out of here. And because of protocol, ukisikia president amekwambia get out of here, ukiinsist utaenda kukuliwa risasi. Hiyo ndio ile kitu ilifanya JM auliwe. JM hakuuliwa kwa sababu alikuwa amepanga. Kenyatta alikuwa amekasirika akasema ndoeni huyu mtu hapa. Wakafikiria ni kwenda kuchinja. Maana hawajui ni order gani imetolewa. Ondoeni huyu mtu hapa. That is how JM died. He didn't die because there was a plan. He came to realize mtu alichinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And this, wakati tulikaa huko, Kaguthi akaenda kaita mtu anaitwa Makto. Nenda kuambia mzee huyo ndio yeye. Ashas, wengine waingie padi. Ndio to balance vizuri. Makto akakuja akaambia Moi, this is the man. Makto alifukuswa, aliambiwa toka kwa State House. Ndio waliita mzee anaitwa Berikatunyi, Ezekiel Berikatunyi. Mzee akakuja kuambia kijana ndio hii. Moi alinishika mkono. Tukatoka kwa State House tukaenda kama amenishika mkono tukitembea. Akaniuliza, who are you? Hii maneno yote ulitoa wapi? Mimi nikamwambia mimi sijui. Things just happened to me. As I said, the rest to be taken decide. Akaniambia, hii maneno yote ulitoa wapi? Mimi nikamwambia hata mimi sijielewi. Maana sijielewi. Hata saa hii, what made me to become that leader? I can't explain to you. And this is what I'm calling the hidden things, the hidden powers that are in you that you don't understand, that which drives you. If I ask you, why do you preach? Kwa nini unashika microphone you preach? Who pays you? You find yourself preaching. Why do you preach? Na una preach na zero. Pako na Bwana anasema utubu dhambi zako na usipu dhambi. You are fighting for which you don't know how it came to you. Watu wamekushapulia, umechukiwa, unararaga kwa kanisani peke yako. Kanisa haikupedi, watu hakupedi, society mzima haikupedi, hata kwenu upedwi, hakuna mahali unapedwa, lakini unakuta you are still insisting on a mission that nobody wants you to be in. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It is because there is something that is in you. And when we face the challenges and difficulties of our life, they are hidden battles that emanates from our bloodlines, from our cultures, from the places we were born. Bwana Yesu asifiwe sana. From the fathers that gave birth to us, from the forefathers, those people that are our pillars, who anchored us in earth. They may be speaking, and that is why maybe your ministry is not picking up. Because when I realized, nikafikiria, maana tulienda tukakaa na Harrison pale chini, Harrison Nganga, tukaanza kuchabua. Maana niliokokea kwa huyu mwingine, huyu Matuta, James Maina Nganga. Yeye ndiye aliokoa, yeye ndiye aliniombea wokovu. Na mimi ndio immediately, it was on a Thursday, akaniombea wokovu wakiwa na Wafula, na wakiwa na Pastor Chai, wakiwa na Getoka, wakiwa na Muiro, wakiwa na Wajiro huyu, wote aliita wachungaji wote. Maana kuna kitu niliona alikuwa naogopa. Mimi nilifikiria ni wachungaji nataka wakuje, lakini he needed a cover.
mlikuwa mkiabiana nini na mtu wa Mogeke. Sasa aliita wachungaji wote, wengine walisema hapana, huyo wewe beba msalaba peke yako. Wakakuja wakaniombea, na waliponiombea nikaokoka. Lakini immediately after that Thursday, Friday tukakutana mahali tukakunywa kachai, nikamuuliza, niliona ukihubiri pale Baveshi kwa basement, unaweza taka kiwaja ya kuweka kanisa? Akaniambia ndio. Nikamleta mahali yako hapo. Ilikuwa shamba yangu yote. I used to own everything. Hiyo ilikuwa shamba yangu. Nikamwambia jenga hapa, kutoka hapa mpaka pale. Mzee akaniangalia, akaniambia, nilikuombea uokoke. Sikukuombea ukuje ufanye utapeli hapa. Nikamwambia ni mimi nakwambia jenga. Akaniuliza kama nani? Nikamwambia jenga shamba, ni mimi nimekupatia. Akaniambia hapana. Akaita ndugu yake alikuwa anaitwa John, akamwambia mkoroyo ule mumumenyerere muno todo no koroketa kunina kanisa. Huyu mtu mchuke sana, maana labda amekuja kumaliza kanisa. Mimi nikaambia John tufanye hivi, twende pale Kabara Road kwa muhidi fulani. Pia tulikuwa tumetishatishia maisha sana, maana tulikuwa tunawapigia tu simu na mwambia mimi naitwa Dora, si unamjua basi si ujue venye unafaa kufanya. Sasa hiyo unaitisha milioni 1 milioni 2 alete haraka sana. Sasa mimi nikaenda kwa hiyo muhidi, kubia tayari niona kwa TV nikiokoka. Nikamwambia sasa nimeokoka, nataka kujenga kanisa. Muhidi alitupatia machuma, tukakuja tukajenga hiyo kanisa unaona hapa ya James Maina Ng'ang'a. Yote hiyo unaona hiyo chuma tukaeka mabati, kila kitu. Kanisa ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio Ng'ang'a akakubali kuhubiri. Na Ng'ang'a akakubali kufanya nini? Sasa nikampeleka pole nikamwambia kiwaja ilikuwa yangu kushika, lakini hii kiwaja najua ilikuwaga ya Biot na watu wengine. Sasa nikamwambia because tumeweka kanisa hatutaki ukora. Sasa wacha nikupeleke tutafute hawa waidi, na kwa sababu Biot alikuwa anatumia waidi. Sasa tukatafuta muidi anaitwa Sha, alikuwa pale Hilton. Kutoka hapo ndio tukaenda wakaanza negotiation, ikapatikana ilikuwa imekopa loan ya bank nyingine inaitwa Trade Bank. Na Trade Bank ilikuwa imeanguka. So banki ikianguka inapelekagwa inaitwa under liquidation. Na hizo title zote tukazipata wapi? Kwa Central Bank. Ng'ang'a kaenda akanegotiate. Akaenda na akalipa shamba. Na kila kitu alilipa. Mimi najua, mimi ni shahidi, alilipa. Na wakamwambia the land is okay. Lakini who was the source of the land? It is me. I had an authority to command land for an altar of God to be constructed. Bwana Yesu asifiwe sana. So who am I? Who am I? How old am I to be able to command this land? Bwana Yesu asifiwe sana. I was still a young boy. So this is what you need to understand. What does it cost you? What does it make you to become? Before you start rebuking that devil, could you find and trace back your family? Ujue nyinyi ni familia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is a family holding you. Maybe it is your bloodline that is holding you. Maybe it is your culture that is holding you. Maana nakumbuka siku moja tulichapa Mwiru pale Thika Stadium. Alikuta tumeweka mkutano wetu ya Mogeke, akakuja akaenda akasema, wakaanza kuzunguka na Wakristo tuachage ujiga mingi. Ukiona watu si wazuri sana, wacha kuapply a faith that you don't have, because Christians don't have faith. I'm very sure. Mimi najua. Maana walikuja na wakihubiri na mabiblia, la mashetani yaka. Sasa ni kufukuza mashetani na mapepo. Na sasa mimi ndio pepo na mimi ndio shetani. Na siku hiyo unajua tulikuwa tunabeba machete. Tukachomoa machete. Tukapigisha pa kwa masifika moja. Kwa microphone napigisha pa na pulpit kama hii. Ikavujwa. Wakiangalia hivi. Kila muumini alikuwa hapo. Walikujikule walimea mabawa. Walikuwa napanda kwa phase wakitoroka kigomesha mkikeleshia kwa kutoraga, walitoroka wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is my point here is, do not joke with that man. Sababu umeona kambutu kamekuja kamkode kanasimama mbele yako, ama kamutu kamekaa tu na uchafu. Don't joke with those people until you understand them. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unapigana na mtu wa miaka 1500 na wewe dunia hii uko na miaka 300. Utamweza na kweli? Mimi niliokosa Kenya, niligonga Kenya ikakaa mzuri.
Mimi ndio nilianzisha nani? Moi aliniita na akaniambia nenda watangase Uhuru Kenyatta pale Christina Garden Thika. Moi akanipatia 20 million niende nitangase. I'm the one who announced Uhuru Kenyatta for the first time. Jamaa alikuwa na kaaga hivi, nywele ilikuwa imelala hivi, jicho ilikuwa ya red, imechomoka nje yote. Bwana Yesu asifiwe sana. So Moi gave me the responsibility to make this man become a president. And when Kibaki came, bado sisi ndio tulimobilizewa kuchagua kufanyia hawazee campaign na kumobilize watu. Kutoka hapo ikakuja hii ya Uhuru 5, Uhuru 10, Ruto 10. Bado I was involved. Did you know I'm the one who made Uhuru Kenyatta to be the president? Have you ever realized that? Can I tell you? Kenyatta kabla akuja kusimama kiti, bereni hapa tulikuwa tunalipa watu kwenda kiwanja mahali anaenda kuhutubia. Alikuwa analipaga watu shilingi 1000 ngapi kiwanja wakuje. Lakini still hawakuwa wanakuja. Ama walikuwa wanakuja wanachukua pesa, wanapiga kwa nabili. Wait a minute until we had post-election violence. Na akakuwa indicted by ICC. Uhuru became a sudden celebrity. Kila mtu akapenda Uhuru. Na kila mtu akaanza kusema Uhuru ni wetu, tutamulida. Do you know the charges ambazo zilikuwa zimempeleka Hague? Yeah? Mnajua? The criminal charges ambazo zimempeleka Hague hamjui? Ni gani? Financing Mogeke. Financing Mogeke. Who is Mogeke? So who made him popular? You elected him because you are protecting him. Because from what? So there are things that are in your life, they are there to make you become. Bwana Yesu asifiwe sana. They may look ugly, they may look bad, they may look stupid, but God has a reason for them to be in your life. So the challenge you are facing today, it is not meant to destroy you. It is meant to produce you. So believe in this God. He is so much faithful. I never, sometimes I come here nikihubiri, nikishika microphone hivi, nikiwa mahali kama hapa, najiangalia hapa kwa TV, nashindwa huyu ni mimi ama si mimi. Na imagine venye tulikuwa tuna control matatu za watu huko, venye tulivuruga watu, venye tulifanya ile maneno tulifanya, na mimi sasa ndio nashika microphone. There is a way that God has created in your life. There is a way that God has created in your life. That this way, don't look at it backward, look at it forward. Ukiangalia nyuma utakosa kuona vision. Ukiangalia nyuma utakosa kuona mwelekeo. Joseph angeangalia venye brother zake walimchukia na yeye ajichukie, hangekuwa prime minister. Bwana Yesu asifiwe sana. He carried on the mission of God. He carried on the vision of God. He went forward. He marched forward and he won the battle. He was in prison. He never thought of kule amepitia. Alipatana na watu wako na dreams na akaanza kuinterpret. He made that situation become good for you. That situation you are in, make it positive. It will change your life. No matter what they say about you. People came, they started fighting me. Mimi mpaka sasa kuna wachungaji wanasemanga sijaokoka. Kunao. And I used that opportunity. That opportunity. Because aliambia mtu huyu, akaambia mtu huyu. Huyo mtu anataka kuuliza, na huyo ni nani? Anakuaga wapi? Wale washirika wengi tumekuja na wamekuja kanisa yangu hapa, wamekuja kufanya utafiti. Walipokuja kufanya utafiti, wakajua kumbe huyu jamaa ni wa Mungu, wakakaa chini. Ndio washirika wangu. So there are people who will be brought to your ministry, not because they will not come in a good way. They will come to investigate that devil. Huyo maraya, huyo mtu wa Illuminati, huyo shetani. They will be coming, huyo mwizi, huyo mtu wa kukula pesa za watu, huyo mtu alirepu mtoto. They will be coming to investigate. They will be coming to see this kind of man. Na wakikuja wanapata kumbe kuna chakula mzuri. Wanakaa chini and you become their father. Bwana asifiwe sana. This will make, if you have this understanding, we are going to conquer. We are going to win. I remember when I was a Muslim, because I was one time. They used to call me Ibrahim Ndura wa Ruinge. And I was a Muslim.
nikapelekwa kule Lamu, na huko kuna mahali kulikuwa na training ya kutrain watu. Sasa tukaenda, mtu yule tulikutana naye huko, tulikana na Mohamed Kubwa, walikufa wale, walipigwa wale kwa terrorists, walikufa. Those were my teachers. Na wanaambiako maneno mazuri. Wacha nikwambie, tukachukua doctrine ya Kiislamu, the teaching and the faith ile Waislamu wanakuwa nayo, tuweke only 1% kwa Christian, dunia yote inabadilika. Dunia yote inabadilika. Because those people, they believe, whether it is evil or not evil, they believe in it. Maana niliambiwa nikavugwa bomu hapa, na aliyenivuga bomu alikuwa Osama bin Laden, ndiye alikuwa na tutrain, akatuvuga bomu hapa. Sasa how you can die, the doctrine of how you die, for who? For God. Nikuvuga bomu. Na ukiingia kanisa kama hii ukute wa Kristo, uwe hawa wote wakufe, unaenda paradise, unaenda paradiso direct. Na ukifika paradiso utapata 72 virgin. Yes, 72 virgin, ambayo ukiingia ukitoka narudi virgin, ukiingia unatoka kiwa virgin. Kisha pale kuna nyumba ya Mungu, gold house kule biguni, paradise. Kuna nyumba imetengenezwa ya gold, pure gold. Na hapo ndio mtakuwa mkikula breakfast na Mungu kila asubuhi. Sasa ukiambiwa story kama hiyo, utakosa kujivuga bomu kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajivuga bomu. Maana they insert. Mtoto wa class 1 anajua Qur'an yote. Maana amepelekwa madrasa, amefundishwa Qur'an, sio kusoma Qur'an, ku recite Qur'an from aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho. Wewe 2 Chronicles chapter 20 verse 17 inasemaje? Mwedi wa biguni hajui Bible, lakini wale wanajua. They recite, they cram the entire Quran. It is in their head. The entire fundamentals and kila mafundisho ya kila aina. With Christians, we can have 1% of their faith. Nobody will joke with us. Yani unafuga bomu, ukufe, uue watu hawa wote kwa sababu ya 72 virgins. Kwa sababu ya kukaa nyumba ya gorodi. Kwa sababu ya kupatiwa kila kitu cha dunia hii na kutembelewa na Mungu kila asubuhi saa 4 mnakunywa chai. That faith. Lakini sisi tulifukuzwa, sisi tukiwa na maina baadaye. Maana mimi niliuliza Mohamed Kubwa, nikamwambia takbir, kusema takbir unasema Allahu Akbar. Takbir simuseme takbir Allahu Akbar, ni Bwana asifiwe. Hiyo ni sawa na Bwana asifiwe. Allahu Akbar nikusema Mungu wao ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaambia Mohamed Kubwa, alikuwa amekaa na walimu wetu hawa, nikaambia mafundisho yenu ni mazuri sana, mafundisho ya upendo, mafundisho mazuri. Maana Wakristo makafiri, nyinyi sasa ni makafiri, Wakristo makafiri wanafaa kumalizwa wote, maana ndio wameharibu dunia mzima. Akasema takbir, watu wakasema Allahu Akbar, maana nimeongea lugha yao. Lakini nikamuuliza Mohamed Kubwa, huko biguni ni kuzuri, 72 ni kuzuri, nyumba ya gorodi ni mzuri, kila kitu is good. Wakasema takbir, Allahu Akbar. Nikauliza Mohamed, wewe utamani maisha kama hiyo? Akaniuliza kwa nini? Mbona hutaki kutangulia? Maana wewe unanifundisha niende, wewe unaacha ukifanya nini? Wewe utakangi 73? Wewe hutaki kukaa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. And these are things that happen in our lives. We find ourselves in difficulties, in situations that we need God to help us. But if Christians, we can change. I've given you 2 sides. The Mungiki side, the Muslim side, sijawaambia ingine moja. Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza dunia hii kwenda kuiba kwa shetani. Pale Nyerere Road. Ndio nyumba kanisa ya shetani inakuaga pale Nyerere Road. Sasa sisi tulienda tukiwa Mungiki hapo, tukaenda tukaigia, tukavuja hiyo mlango. Tulipoingia nyumba kwanza idumu kama hii, tukaigia. Tulipoingia tukaigia hapa ndani, tukaanza, kwa sababu tulikuwa tumeambiwa kuna vitu za gold, yani kule everything is gold. Sasa tukaulizana, shetani anaweza kukaa na vitu za gold aje na sisi tuko na shida? Tukaikia huko. Tukaenda tukaanza kutoa viti,
Zote ni gold. For sure it's gold. Kikombe ni gold. Sufuria ni gold. Everything there is golden. Unashindwa Wakristo waenda biguni. Kwako ni vikombe ya plastiki iko. Muabudu wa shetani. Kwake ni gold. This is a total contradiction. Total contradiction. We must not live this life. Sasa ubaya na kuwa kuna power. Maana wakati tuliingia nyumba ya kwanza, tukaingia ya pili, tukaingia chini kwa tunnel. Huko ndani kuna nyumba kubwa kuliko, iko karibu 3 acres huko chini. Territory yao huko chini. Tukaanza kutoa vitu tukitoa. Ghafla binifu. Kukatokea skeleton 3. Ziko na macho lakini hakuna nyama, ni mifupa tu. Zikakuja zikitufuata hivi. Na siku hiyo unajua ndio nilikuwa naitwa General Waruigi. Wacha nikwambie. Nilitoka huko kama kauba, maana miguu ilikosa nguvu. Nilitoka mpaka Serena, mpaka murago ya Serena, hapo didi ya mkia. Tulienda kama tuubwa. Bio hauwezi kutushika. And then I come, we profess Jesus Christ. We profess a mighty God. But we don't have powers these guys have. Where is our God? Have you ever asked your question? Sisi hatukufukuzwa na mtu, hatukufukuzwa na bunduki, hatukufukuzwa na kitu chochote. Tulifukuzwa na skeleton 3. Na sasa hapa tunaipiwa, speakers zinaipiwa kanisani, tunatukanwa, tunafanywa maneno magumu, tunachekejeliwa, but we cannot have power to stop this. Inchi imeenda murama, inchi imekosana na Mungu, watoto ndio hawa wamekuwa mashokora, wengine wamekuwa waizi, wengine wamekuwa kila kitu. Nobody has power to stop the evil in the society. But those people had power to stop me from stealing in their territory. Where is our power? Where is our authority? Kila siku ni Sunday tunakemeaga mapepo. Sunday hii gini unakuta wale wote tuliombea wakaaguka, utawakuta ndio wanaaguka tena. Where is our power? Bwana Yesu asifiwe sana. Where is our authority as the wale ambao tulichukua urithi? Maana sisi ndio tuna urithi. Where is our power? If there are people that have hatred, they are Christians. Hawa mapasta mnamo mmekuja hapa. Kuna wengine hamuogeagi. Wako hapa kwa hii nyumba. Hawaogeagi na mwingine. There is no love, there is no unity, there is nothing. Is that true? Ukafungua kanisa, mimi nakuaga Dadora phase 5. Hapo next na kanisa yako nipata kaploti hapo chini nifungue kanisa. Intercessory inafunguliwa immediately na WhatsApp page ya kufunga hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Intercessory inafunguliwa, tunafunga in the mighty name of Jesus. Riamo kontara baba yakakakaka. Unapiga mwenzako ambaye anapiga shetani. Na mnaenda mnageuza kanso. Na unaweka Biblia kama hii, unapiga magoti kwa hiyo kama umegeuza kanso. Alafu mnaenda kusema mnapigana na wachawi kweli? Wewe mwenyewe ni mchawi. Alafu wewe ndio unakemea wachawi. How can you kemea your brother? Where is this love? Upendo ya Mungu ilienda wapi? Where is humanity? Where is Jesus in you? In Mogeke we were united. Tulipiga watu. We took control of this nation. Tulichukua matatu, tuliwalipisha, mkimwaga mchaga, tuko hapo tunawaitisha. We were united. Hakuna hamukutuweza. Hamukutuweza. Hata chachi nyingi kule Israel, mimi ndio niliwapatia shamba ya kujenga kanisa yenu. Mlikuwa mnalipa kwangu. Pastors used to come and pay me for protection. Pastors walinilipa protection, nikawalida. So where was your Jesus? Where is your Jesus? Praise be the name of God. Until we are able to understand where is our Jesus and know who is Jesus and what did he come to do. And why am I behaving the way I'm behaving? Yet I call myself a Christian. Are you a Christian by birth, or are you a Christian by salvation? Because you are like some of us, we are Christian because we were born Christians. We were born in Christian families. We were not born or born again. We are not born again. There are many pastors here who are not born again. Kuna watu watatoka hapa, mkitoka hapa, wataanza kuuliza huyo mtu alikuwa anakuambia nini?
Hako kamutu kamiokoka nikiona hapa. Sasa who gave you that power to know who is saved and who is not saved? Hiyo kiokometa ulitoa wapi? Then again, ask yourself a question. What was the mission of Jesus Christ? He said, I was not sent to the good people. I was sent to the bad people. Then why do you hate that man who is a sinner? Kama Jesus ni bosi yako, are you with the bad people or with the good people? If you're with good people, he is not your boss. Kama hujaenda Koinange kutafuta ule msichana kwa Koinange, then you are not with Jesus. Kama hujapenda Waruigi kwa sababu alikuwaga Mugeke, then you are not with Jesus. Kama kanisa kwako kwa sababu kuna kanisa, kuna mapasta wengi najua walikuwaga waisi huko, wakaokoka. Mimi nimeenda kuwatembelea kwa sababu najua historia yao, tuende tu share testimony venye Mungu ametutendea. Unakuta anasema sitaki kuona Waruigi. Kwa nini? Wewe huyo mtu atakuja kutuchomea picha. Historia yangu ameiekelea kwa mesa. Ati huyo mtu atakuja kutuchomea nini? Yeye mwenyewe alikuwaka mwisi. Ni nani mmoja hapa hajaokoka? Hebu watu wote wameokoka, inua mkono kama unajua umeokoka. Wale wameokoka, tafadhali tu. I'm not commanding you. Umeokoka? My brother, uliokoka kutoka nini? Niliokoka siku moja nikiwa nimerogwa, nikiwa siamki mahali pale niko, nikaobewa na mchungaji mmoja. Nilipoamka nikapona. Nilisema sirudi kwa dhambi tena. Nilikuwa mfanya dhambi. Sababu kapobe kadogo nilikuwa nakunywa. Nilikuwa huko ndani. Kwa hivyo sisi wote tulikuwa madevil worshiper. Ama kuna mtu mmoja hapa hajai kuwa devil worshiper? Yeah? Kama uliokoka, ulitoka kwa shetani ukakuja kwa Mungu, ulikuwa unafanya nini kwa shetani? Si ulikuwa naabudu shetani? Ukaokoka, ukahama mambo ingine. So why do you hate that person mwenye ako kule ulikuwa? Love everybody. For this world to change, love everybody. Let love lead. Let's change this nation. It is a simple thing. Kama mimi na Mogeke yangu tulikuwa tumewabadilisha, mnatuogopa, na tukiwa na Yesu, what can defeat us? Hii kasogo ingekuwa ni kitusubua kweli? Tunashinda kusema ati kuna shida, ati 2 term, 1 term. Hiyo maneno ya 2 term na 1 term weka chini. Wekeni chini completely. This man, sikiliza, wakati alishida, ile statement yake ya kwanza alitoa akasema ni I was prayed into power. Hallelujah. So this is a man aliingia kwa sababu ya maombi. Either ni ya shetani ama ni ya Mungu, whatever the prayer it is. Whatever that was born of prayer, it is either removed by prayer or sustained by prayer. Your vote will not work here. You will never, hamutashinda Ruto na hiyo 1 term na 2 term. Wachungaji muondoke na muhame kwa young 2 term na 1 term. Muhame, muigie kwa magoti. Ameni na muondoke. Na hiyo tu pesa mnaenda kuchukua huko. Your God has much money. My God is the owner of gold and silver. Na amekupatia mikono, na amekupatia akili. Why can't we use this brain to stop to go kuchukua pesa ambayo itakugeuza anakuinulia madhabahu? Because when you understand the power of altars, that is when you will understand this man kumutoa hapa. Sioni. Wachungaji, sioni. Mimi najua mambo ya madhabahu. Kutoa huyu mtu hapa na hiyo 2 term, 1 term, 2 term, 1 term, 2 term, 1 term. Forget about that. You need to go on your knees to speak to God. Farao walikuwa wakubwa. Farao walikuwa na nguvu. Musa alikuwa anatumwa na Mungu. Akifika kwa Farao anamkodolea tu jicho. Musa anajikuja. Until they were able to destroy the altars. Na wakaambiwa wapake milango yao damu. Wachinje mabuzi, wapake milango yao damu. That is the time they were able to come out of. Bwana Yesu asifiwe sana. This government is sio government ya Kibaki, sio government ya Uhuru, sio government ya Moi.
hii ni government ya madhabahu. Na madhabahu ni nyinyi mliinua pale State House ya Karen. Baba tunakema, tunashika, tunainua. Reba kanjanda na more, riasheteteta, yempeke kankaka. Nyinyi ndio mliinua. Nyinyi ndio mko na kifuguo ya huyu mjamaa. Wacheni kusubua wa Kenya. Nedeni mtoe hiyo kifuguo. Mfugeye ama mfugue yeye. Kura haitafanya, msichukue makura. Wacheni kura. Hii itamupeleka bio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na likiwa ni kama ni lazima aende. Mimi sisemi aende na sisemi asiende. Mimi simjui, mimi sikumpigia kura. Mimi ni wa serikali ya biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui masida kama ameleta uchumi imeharibika, sijui uchumi yangu ijaharibika. Uchumi yangu iko sawa. Yes. Uchumi yangu iko sawa. Kama yako imeharibika, enda ujue mahali iliharibikia. Maana tulikuwa na Uhuru akiwa president, sikununua gari kwa sababu ya Uhuru. Nilinunua gari kwa sababu nilikuwa na pesa. Nilijenga nyumba because nilikuwa na pesa. Na nilienda kufanya kazi, pesa ikapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, naweza kuwa sina authority ya kuwazungumzia, lakini nisikilizeni tu. Hivyo tu munisikilize, munipende, msinipende, lakini munisikili, lakini mimi nitakwambia ukweli. Hakuna muujiza wa gari inateremka kutoka mbinguni atapokea gari iko hapo juu. Hakuna gari inateremka, gari imetengenezwa Japan na inanunuliwa kwa na pesa. Abia Mungu akupatie neema. Mungu Mambo yako ati kamata. Hapo juu inua mikono juu, hapo kuna gari inateremka, kuna ni gari ya nani ulisikia imewachwa kwa barabara? Na ni nani aliwacha gari? Let us get out of deceit. Tuacheni kujidanganya. We are living a lie. Bwana Yesu asifiwe sana. We are living a lie. And this is what has made us not to understand our God. Our God is a God of miracles, yes, but he said, I will bless the work of your hands. So ende ufanye kazi. Akasema akamwambia Joshua, mahali utakanyagisha miguu utamiliki. Alimwambia nende ukanyagishe miguu, basi nitakupatia nguvu ya kumiliki mahali gani. Nitakupatia pesa ununue ploti. Ploti maguta. Bwana Yesu asifiwe sana. We are a powerful nation. We are a powerful people. Christians, if you can unite, tukue kitu kimoja hivi. One day tuingie hapa kwa hii archive hapa siku saa moja, tujae hiyo barabara, tuende baka City Hall, tuende baka huko police station huko, hiyo area yote tuweke Mount Maspika, tukirem tutoe viatu yetu, tukirem city. Hakuna mtu wa kuabudu shetani atachaguliwa kama governor. Hakuna MC atachaguliwa. We can seal the city. We can seal this city. We can capture this city back. Hata ikulalamika ati Ruto amefanya nini? Umewahi kuona Ruto kwako? Nini pesa ni mwizi, ni mwizi. Ni pesa ngapi yako ameiba? Mtu anaweza kuniambia ni pesa ngapi yako ameiba? Ati ameharibu uchumi, ni uchumi gani yako? Ulikuwa nayo. Ni nani mmoja wenu amefuga duka yake kwa sababu ya Ruto? Kunayo? No, wacheni tuache kuimba wimbo ya shetani, tuimbe wimbo ya Mungu. Do not praise the devil. Devil is you are a liar. Devil you are, do not praise the devil. No, let's praise our God. Let us worship our God. Tukae kama Jehoshaphat aliambia watu tuendeni fasting, wakafast for 3 days. Wakikuja Jehazarieli akakuja akamwambia, sasa msibebe buduki, msibebe silaha, tengenezeni praise and worship. That is how easy it is. That is how easy it is. Just worshiping this God. That's believing in this God. The devil has got nothing. Hii mambo tunalia uchumi hakuna. There is nothing. If only we can allow God to rule this nation. If only we can allow God to be in our midst, we will going to conquer. May God bless you for listening to me. Sileo nitaringa. Kuhubiria wahubiri. Kuhubiria mabishofu na maaposto. Ngai wa moyo muradhimi. Mungu awapende sana. Kupata hiyo kibali nimeona Nairobi, hata mimi nimepata breakthrough. Hallelujah. Na msiende mkinirani. Kama nimeongea visivyo, mimi naongeaga hivyo.
channel yangu inaitwa Bethel Clouds TV. Nakuaga ni sasa tuko live. Hivyo mnatuona tuko live dunia mzima. Unaonwa. Mchungaji, acha kuangalia nyuma. Ulishaonwa. Sasa nataka nimpatie mchungaji hapa mwenye aliwaita ndio tuendelee the next. Si ndio? Nimesema mzuri ama nimesema mbaya? Unajua sababu nawauliza hivyo, tukiwa kwa Mugeke, ukiongea baya, ukiangalia watu venye wanakuangalia, utajua kuna kichapo inakuja. Maana utatoka tu hivi, uone watu wawili wamekufuata, wakwambia leo ule ndeto ile kwa sio koheanaga. Unaingizwa mahali hapo, unafinywa vizuri na watu hawatajua umefinywa. So ninataka kuangalia nikitoka hapa, alafu na maki uso zenu nyote. Nikiona unanifuata hapo nyuma, natoroka. Asante sana. Mchungaji. Amen. To appreciate the apostle. We can do better than that. God bless you. Si ametuhubiria vizuri. Si tumepata ufunuo na a lot of advice. Kwa sababu tumeingia akiwa mkutano wa lunch hour every afternoon or masaa ya saa 7 huwa anafanya mkutano ya lunch hour. Ningeomba tu tusimame ndio tuweze kutoa sadaka zetu. Na mnaona nimefurahi sana kupata wachungaji, sadaka ya wachungaji. Ningeomba box yenye ama kick ine mahali tu. You. Amen. Let's pray. Shika sadaka yako so that wasaidizi wale wako pale ndani wanaweza kutusaidia na kikapu ndio tuweze kutoa sadaka. Sio kawaida na wengine wetu hawakutarajia hivi, lakini kwa sababu mmekuja masaa ya lunch hour mmefanya vizuri. Si ndio wapendwa? Ama sio vizuri tuachane na sadaka? Tumeingia kwa madhabahu ya mtu wa Mungu ambaye Mungu amemfanya kama amemuinua kama vile alibadilisha Paul. Unajua wakati wa Paul alikuwa anahubiria akikoroga, yani alikuwa anakoroga mikutano kama vile apostol alifanya. Na baadaye wakati alianza kuhubiri injili, alikusanya watu wawahubirie wanatoroka. Hawataki kumkaribia kwa sababu wanaona ako na nia. Amen. Let's pray. Heavenly Father, tunakushukuru. Ni asante tumesimama kwenye haya madhabahu ya synagogue. Tunaomba ya kwamba tumehubiriwa neno about the battles we are facing na zingine zimetoka kwa lineage ya generation. Tunaomba ya kwamba tunapotoa sadaka zetu siku ya leo, Mungu wetu utuinue to another level, to another grace, to another glory. Ninaomba ya kwamba kila mmoja ambaye atanyosha mkono wake kwenye haya madhabahu, Jehova ukamkirimie baraka zako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Amen. Sogeni mbele mkitoa sadaka zenu. Bwana wabariki sana. Ndio tuweze kuendelea na hiyo. Wenye yako na tithe, naona wengine wanaleta tithe zao. Jesus. Nahitaji bahasha. Toa sadaka yako kwa madhabahu kama hii. Bariki hii madhabahu. Na siku moja utakuja kubarikiwa. Utakuja kuinuliwa. Utakuja kuinuliwa. Ni ngumu sana wachungaji wakubali kutoa sadaka, lakini ni wale ambao hawajui. Mimi naongozaga kikundi moja, na uitishwa namba, one of the reader, namba ni iko kwa screen. Namba ni hiyo iko kwa screen. 0722 239. Naomba tu tuwekewe hiyo screen vizuri. 0722 239
tuwekewe hiyo screen vizuri ndio tusome hiyo namba vizuri kwa yule ambaye ako kwa studio. Jesus. Mwenye ako kwa studio atuwekee hiyo namba vizuri, ama niisome kwa bahasha. Iko kwa bahasha kweli. Amen, amen. 0722 235 555, ama mtumie till number ile iko kwa ukuta. Kuna mtu ambaye hajatoa ama hajapata hiyo namba vizuri? Inua mkono. Tumetoa sadaka zetu zote. Are we okay? God bless you so much. Mr. Apostle Waruige, tumejuana na yeye mimi miaka 38. Miaka 38 years ndio tumejuana na yeye. Tulisoma na yeye akiwa nikikaa, yani kutoka form 1 tumekaa na yeye mpaka form 4, na after that hatujawahi kuachana, hata kama mimi sikukua kwa hiyo kikundi yenye aliingia. After that tuliform group, tulimaliza mwaka wa 1992 tukaform group ya wale tulimaliza na wao secondary. Until today we have a WhatsApp group, na huwa tunawafuatilia wale ambao tulisoma na wao secondary. Are we together? Wengine wakaenda Amerika, wengine wako huku kwa makampani kubwa, wengine wako na business zao. Kwa hivyo mimi ni mtu ninamfahamu vizuri, na haya maono ambayo imetuleta pamoja hapa ya Mfalme wa Amani Foundation ndio imetuleta mahali hapa, na amekuja na maono vizuri sana, maono mazuri sana. Na mambo yake ya uongozi alianza tukiwa secondary. Wale tulikuwa na hao hapa Mande niliwaambia, tukiwa secondary alikuwa na kaa wash gapi 3. Tukiwa secondary alikuwa na kaa wash 3, na bado tuko form 2. Na akiona unafukuzwa kwa sababu ya school fees na uko close to him, anakuita, anakutuma kwa kashia, anaenda anakulipia, na sio deni. Simumpigie makofi mazuri. Na ako secondary. Kwa hivyo ndani yake kuna moyo. Askofu Maina, kuna kiti mahali hapa. Pigieni Bishop. Ni Bishop anaongoza kikundi kubwa sana ya City Builders ambayo iko na watu zaidi ya 400, na tumekuwa na hapa tukipaga haya mambo. Unaona ako na kaa wash 3, analipia watoto wale ambao wamefukuzwa kwa shule, anawalipia school fees na sio deni. Kama tunasafiri mahali tukienda Eldoret, mambo ya shule, anaenda amebeba pesa ya kutunulia. Mpaka walimu wengine alikuwa anawasaidia pesa, walimu anawanunulia vitu. So ndani yake, isipokuwa ni vile ametuonyesha ya kwamba wazee wenye wako walimtagulia ali inherit some of the spirit, na ndio silimsumbua akaingia kwa vikundi. Na wakati tulikuwa tunamaliza form 4 tukaulizwa, wewe ukimaliza shule utaenda kuwa nani? Wengine walisema lawyers, doctors, mimi nikasema mchungaji. Alipofikiwa yeye alisema atakuwa famous. Alisema famous. Mpaka mwalimu akakuwa shocked. What do you mean with famous, to be famous? Na nilijua ya kwamba there is power of our tongue, kwa sababu nilirudi kumuona kwa TV akiwidwa na serikali. Kati nimekaa na yeye aliniambia amefugwa jela 51. Yani mara yenye ameingia jela ni 51. Na sasa ndio huyu amekuwa transformed, yani amekuwa reformed
Mungu amembadilisha akahubiri Injili. Na yale mambo ambayo mmesikia akisema hapa ni ngumu sana uyasikie na mtu ambaye hana call from above. Amen. Are we together? Kwa sababu he is opening mambo ambayo iko kwa siri na anaiweka wazi. On Monday I was shocked to see hii horo imejaa vijana kama 500. Not kama, they were 500. I had the list. Kuko Waislamu, iko vijana hawajaokoka, iko wenye walipigana wakati wa ule uchaguzi wakawekwa jera, wakafundishwa kutengeneza hizi viti mumekalia hazijanunuliwa, ni vijana wake wa youth wametengeneza. Wapigeni makofi mazuri. Hata ile anakalia, hata zile ziko kwa ofisi, ni vijana ambao wanashiriki hapa wametengeneza, na zingine ametengeneza akipanda kwa makanisa yingine. Praise the name of the Lord. Akikuja hapa wakati alikuwa stadium pale City Stadium nilienda, na alipokuja hapa ndio madhabahu ifunguliwe officially. I was here with tulikuwa hapa ili dedicatiwa na Bishop Harrison Ng'ang'a, ikafunguliwa na akaambiwa fuhubiri mji wa Nairobi, na amunaona anaendelea vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Si anaendelea vizuri? Sasa tuko na hii Mfalme wa Amani Foundation. Hii ina maana ya kwamba maono ambayo Mungu amempatia, hakutakuwa na umwagikaji wa damu Kenya when we comes to election time of election. Miaka nyingine kukiwa na election watu wanapigana mpaka wenyewe. Mimi tukiwa na yeye pande ya Rift Valley Moro tuliadhirika sana. Mpaka tukifanya form 4 kulikuwa na vita. Kwanza tulienda nyumbani, vita itulie, turudi mahali pale. Na aliomba ya kwamba kama wewe ni wa DCP, wewe ni wa KANU, wewe ni wa UDA, uiache kwa mlango. Maana hakuna hapa mambo ya chama na hakuna mambo ya dini yako. Tunaelewana hapo? Tuko na Wakulino, mimi niko na dini yangu mahali na ubili, Bishop ako na dini yake, ako na wachungaji kama 400 ambaye anaongoza. Akaomba kitu kimoja. Mfalme wa amani ni nani? Mfalme wa amani ni nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo tunatangaza amani in all areas. Amani Kenya. Sio kwa kanisa yangu, na sio kwa kanisa yako, na sio hapa sinagogu peke yake. Amani the whole of our Kenya. Na tukasema hivi, hakuna mtoto ambaye atagoga mtoto wa mwingine, na hakuna mali ya mtu itachomwa. Tunaelewana? Hakuna mali itachomwa, na hakuna mtu ambaye atalut vitu ya mwingine. Kwa hivyo tutakaa na Wajaluo. Kuko na Wajaluo in the house. Hebu simameni Wajaluo. Luos wasimame. Simusimame tu wapendwa haraka. Wapigieni makofi hata kama wamesimama few. Unaona? Tuko na Wakisi, mnaweza mkaketi. Wakisi wasimame kama wewe ni Kisi. Fanyeni haraka wapendwa. Wapigieni makofi mazuri. Tuko na Wakikuyu wasimame. Tusimame Wakikuyu. Fanyeni haraka. Appreciate them. Tuna appreciate wale ambao wanasimama. Tuko na Wakamba wasimame kama wewe ni Mkamba. Wapigie makofi mazuri. We appreciate you. We honor the grace in you. Wagani ni Waluya in the house. Amen. Appreciate them. Very good. Wagani wengine sijasema? Encouraging. Simameni wapendwa. Encouraging. Very good. Appreciate mama. Amen. God bless you so much. Ombi
na the vision bearer, ombi lake ama vile ambavyo angependa ni tukae na every tribe kwa upendo. Ametuhubiria ya kwamba wakati walikuwa upande ule waliweza kwa sababu ya upendo, na sisi tunashindwa kwa sababu hatuna upendo. Are we together? Hatuna upendo, tunachukiana. Wa Kristo, ukisikia mwenzako amefungua kanisa hapa, ametuambia unaenda kuomba ukiwa umepindua kanso yako na unamuombea akufe, sisi tuache kuwa wachawi tukiwa wa Kristo. Unajua wa Kristo wamebadilika, wamekuwa ni kama wachawi, kuombea wengine wakufe. Na maandiko inasema Job 5:26, utatolewa hii dunia ukiwa umeifa kama ngano, imefika wakati wake, imekomaa. Kwa hivyo hii dunia hautatolewa kwa maombi ya mwingine amekuombea, utatolewa kwa time Mungu amesema. Let's appreciate God. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo maono ambaye ako nayo ni kwamba ni amani. Tuweke amani. Kama mimi nahubiri Kayole, nisichukie. Nitake kuona area yote tuko na amani, hakuna furugu, tuhubirie amani. When we are here on Monday, niliona vijana wakisema ya kwamba hawangependa kuona umwagikaji wa damu vile waliona. Na sio waliona vile walimwaga. Unanielewa? Vile walifanya wakamwaga damu. They were here and they were open, wakisema ya kwamba hawatawahi rudia. Are we together? Hawatawahi rudia kitendo kama hiyo. Kwa hivyo ni nani angependa kuona mtoto wake ametokea kwa barabara, yani anachoma, analut, anaua mwenzake? Hakuna mtu ambaye angependa hivyo. Hata wewe hungependa kufanyia mwenzako madhara. Kwa hivyo tuweke amani. Nilisema ya kwamba hata ukiwa na pesa ama gari ya aina gani, na ukiwa mlebo ama handsome kiwango gani, bila amani you are nothing. You are nothing. Alituambia hapa wakati alikuwa pade ile alikuwa analetewa 5 million per day, lakini alilala mahoteli makubwa, analipa 200,000 per day. Hakununua shamba, hakujenga, kwa sababu alikosa amani. Are we together? Kwa hivyo uwe na pesa kiwango gani na hauna amani, uwe umezaa watoto wamesoma na wanaongea hii mambo ya Gamalieli fluent, na hauna amani, Kenya yetu tukikosa amani tutafanya namna gani, wapendwa? Hii vision ambayo ameleta hatuwezi letewa na wanasiasa, na hata wao wanaigia. Hata wakiigia, kwa sababu Sunday tunaenda Jakarada, Sunday tunaenda mkutano Kayole Jakarada, lazima tuwatagazie we are not advocating DCP, UDA, mambo ya KANU. Tunatagaza amani Kenya, despite the church or the denomination you are from, ama wewe ni wa kabila gani. Tunatagaza Kenya lazima ikuwe na amani. Simpigie Bwana Yesu makofi kama tuko pamoja. Ameleta, kama mmeona ameleta maono mazuri, inua mkono. Mimi nilisema nitaisupport, na sikuji kuisupport. Hiyo miaka yote tumekaa, mimi naonanaga na yeye once, yani ninakaa, sikujagi ate kumtembelea kila wakati, lakini wakati huu nimeingia ndani ni kwa sababu ameleta jambo ambalo litasaidia mpaka wale glad mothers, wale wakongwe wako village waache kukufa premature death kwa sababu ya mstuko. Mnanielewa vizuri? Kwa sababu ya mstuko. Hii mambo inafanyika kukiwa na amani. Hata hii mambo inachoma ya mambo ya shule itakwisha, na itaanza na sisi. Tuliletewa mambo ya politics na wanasiasa, tukaishika, tukakuwa divided. Si tukubali, tukuje kwa pamoja, tutagaze ya kwamba we want to be one, na tuko na Kenya tu moja. Once we destroy this, kuna mama moja alisema ya kwamba
wakishuhudia hapa wale vijana, akasema ya kwamba ukikatwa mguu usidanganywe na mtu ate kuna spare ya mguu. Hakuna spare parts za mwili. Hakuna. Ukitolewa jisho unless uwekwe ya busi. Hakuna ingine umewekewa. Suti kama hii inawekwa button nyingine huku ndani, unakuta imewekwa button zingine kama hii. Inawekwa ya spare. Ndio hii kitaka unaweka ingine. Lakini jicho uko na moja, mguu uko na mbili. Ukitolewa moja, ujue sasa utawekewa ile ya Chinese ya plastic. Sawa sawa. Kwa hivyo nimewaintroducea the why we have gathered here. Na wale ambao siku ya leo tumekutana hapa ni wachungaji. Amen. And I would like to honor the grace in our fathers. If you're a bishop, just stand up, we honor you. Before I will come, Mr. Sikuku atuongoze hapo. Kama wewe ni askofu, simama mahali ulipo. Askofu, naona kule kuna maaskofu. Na maaskofu, hapa kuna viti. Kujeni hapa mbele. Wale wako nyuma, hapa kuna nafasi ya viti kama 3, 4. Kujeni hapa mbele. It's good to honor our bishops, our fathers. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Kama wewe ni apostle, simama kwa miguu yako tukuheshimishe. Wewe ni apostle. We have apostles in the house. Appreciate them kwa makofi mazuri. These are apostles. Very good. Walimu. God bless you, apostles. Walimu. Teachers of the word. Teachers of the word. Okay. Evangelists. Tusimame. Hawa ni evangelists. Hawa ni wazuri sana wa kutangaza amani. Hawa wakiakishwa moto watatangaza, kwa sababu haya maono kulingana na vile tulisikia hapa Monday inaenda 47 counties. So we have to be led. We must be led. God bless you, evangelist. Wagani, prophet. Prophet, nabii na Kiswahili, nabii. Amen, amen. Nabii ni wazuri, ndio wanatuambia mahali tunaenda. Wakiona hatuendi vizuri, wanaokuja wana coordinate pamoja nasi, tunapata kurudi kwenye laini. Mahali hakuna kuchukuliwa laini. Tuwezi fanya mambo forwardly. We must do things straight. Sawa sawa. Nani mwingine nimebakisha? Oh, Leverett including mimi ni Leverett. Tusimame Leverett, and we have so many pastors watasimama baada ya hawa. These are the Leveretts. God bless you, Leveretts. I'm one of them. Now pastors simameni. Pastors ni wachungaji. Hawa kazi yao ni nzuri sana ya wachungaji, maana wakiona kidoda ni kama nurse. Hawa wanakuwa kama manasi. Mnajua hivyo, pastors, wachungaji. God bless you. Amen. Bwana wabariki. Wale ambao wanachukua hii sadaka wachukue sasa, iingie kwa ofisi. Ushers, wale ambao wanaoperate hapa waondoe, ndio niite Mr. Sikuku na apate kutuongoza from there. Si mmesikia wangapi wameona hiyo maono ni mizuri? Very good. Kwa hivyo mimi nawahimiza, ninaenda kuketi. We are here. Na hii mkutano haikukuja hivi. Before I sit niwaambie vile ilikuja. Na apostle amefanya mkutano na Nakuru, na ingine amefanya sijui Nyeri, na amefanya peke yake na vijana kwa viwaja. Lakini ili happen wale ambao walikuja Monday kupanga, wakaita one of my bishop, rafiki yangu tunafanyaga maombi na hebu simama. Wakaita Sikuku, yani Kauda ni bishop from Kibera. Wakamuita. Kauda akanipigia, nilikuwa ninaenda Sheria House. Akaniambia, Reverend, where are you?
Nikamwambia niko town, ninataka kuenda Sheria House. Juu ya hii Maritani mnajua tumepewa 60 days. Nilikuwa naenda Sheria House. Akaniambia kuja kwa Apostle Waroige. Nikamwambia hivyo umetaja huyu ni rafiki yangu na lazima nikuje. Nilipokuja nikampigia simu, nimeketi hapa. Nikamwambia, akaniuliza uko wapi John? Nikamwambia niko kwa nyumba, niko kwa synagogue. Akanikujia, akaniweka kwa ofisi. Akaniuliza swali, unaweza kujaji kwa kanisa yani mahali ninahubiri bila kuniambia? Nikamwambia hii ni nyumba ya Mungu na ninaweza ingia any time niombe na nitoke, kwa hivyo sina shida. After that akasimama hapa, akaita wale wachungaji wote walikuwa they were 18. Tukaingia kwa ofisi. Hiyo ndio imezaa hii. Tukapanga hao wachungaji 18 waende walete wachungaji, kila mtu akiweza 10 wausiwe haya maono. Tuitoe kwa vision bearer, tuibebe sisi. And that's why you are here. Kwa hivyo unaweza kuuliza umekuja namna gani? Wewe umeitwa na baadhi ya wale ambao walikuwa hapa 18. Hebu wasimame niwahesimishe wale. Unajua mnaweza kusema pastor anaongea yake. Kwa nini sikukuu wewe usimame? Na ulikuwa. Audio waliitwa baadaye wakaingia kwa ofisi. Tukapanga tulete team ya wachungaji. Kila mtu alete watu 10, mnaweza mkaketi. Ndio haya maono waibebe. Are you ready to carry this? Are you ready to carry this? Pigia Bwana Yesu makofi mazuri if you are ready to carry this. Hii mwenye ambaye hataki kuibeba ni yule ambaye hapendi nchi yetu na ambaye hapendi tukiwa na amani, na huyo tu ni kama vile tumeambiwa ni muabudu shetani. Kuna mtu mmoja tulisoma historia tukiwa shule, alicheka wakati aliona damu ikiflood. Hitler. Na ni kama huyo mwenye hapendi amani. Are we ready to support this? Tuwe na pesa, tusiwe na pesa. Tunaenda akaunti zote. This morning nimeongea na yeye. Akaniambia nataka kama tunaenda Kisumu, tunaingia mabasi hata kama ni 100. Tutaenda. Let's stand, we honor the grace in this man. Tumkaribishe. Karibu sikukuu ndio uweze kuendelea. Piga makofi mazuri as we welcome the man of God. Nionapo amani kama shwari, au niona hapo shida, wali zote amenijulisha, ni salama rohoni. Nionapo amani kama shwari, au niona kwa mambo yote amenijulisha, ni salama. Sema salama.
kwa roho. Sema salama. Oh, salama. Niye salama. Sema salama. Pigia Yesu makofi mazuri. Thank you. You can have a seat. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio naitwanga Humphrey Shikuku. Ukisikia Shikuku ndio huyo. Si ule Martin, lakini ni wa huko. Lakini ni huyu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. I want to thank God because of this man of God, Apostle John Kedai, pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amemwaminia madhabahu haya, mtumishi wa Mungu wa Rohinge is my good friend, pamoja na watumishi wote walio hapa. Nataka kuchukua nafasi hii kusema ya kwamba mama anapobeba ujauzito hajuangi ni nini kitakachozaliwa, na anapozaa huwa anarudi anafurahi. Ile huzuni unafanya nini? Unaisha. Mtumishi wa Mungu amesema ya kwamba kila mtu ambaye ni mtumishi mahali hapa ametoka mahali. Hii microphone. Ametoka wapi? Na kila mtu yuko na ushuhuda. Si kila mtu ako na ushuhuda wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ana ushuhuda. Kwa hivyo yale mabaya yaliyotendeka kwako isiwe kiboko ya wewe kupigwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tazamia mema na usimame, Mungu atakubariki. Haleluya. Ninashukuru Bwana, sitaki kwenda kwa mambo mengi. Wale wachungaji wote wamekuja hapa, karibuni. Na mujisikie mko huru. Na tutatembea pamoja. Na tutaleta Nairobi pamoja. Na tutaona mkono wa Bwana. Haleluya. Tutoe tu udini. Tutoe nini? Mimi ni fulani, mimi no. Katika Yesu mwili ni mmoja na roho ni moja, na tunainua mikono tukimuita Mungu moja. Bwana asifiwe. So ninataka nichukue nafasi hii niseme hivi. Wewe umeheshimika kukuja hapa. Wangapi watakuwa Jakaranda Sunday? Jipigie makofi. Na kwa sababu wewe utakuja Jakaranda, niko na zawadi yako. Wameandika pale Mfalme wa Foundation, Mfalme wa Amani Foundation. Tunataka tuonyeshe Nairobi kuna amani kwa watumishi wa Bwana. Kuna amani kwa watoto wetu. Kuna amani katika ndoa zetu. Kuna amani katika kazi ya mikono yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu kuna wakati mara mingi mtaona kila wakati election ikikuja damu inamwagika. Mtafurahia. Juu hata chakula yenyewe inakuanga hata vile utatoka uende utafute hakuna. Na kuna mtu serikali inamsaidianga kwake kulipa rent? Hakuna, si ndio? So situombee Mungu atupe neema ya viongozi wazuri. Na sisi ndio tunaweza leta hii amani tukikuja pamoja. Utoe, wewe si Mkamba, wewe si Mjaluo, wewe si Mluya, tutoke huko. Haleluya. Tuseme tu sisi ni wana Kenya na tuambie Mungu atusaidie. Unajua kuna mtu anaweza kuwa na maono but you don't have money ya kusimamisha yale nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ana pesa lakini hajui atafanyia nini. Si ni kweli? Kuna mtu hana pesa lakini ako na maono makuu.
Nikiangalia hapa ndani mwenu kuna mitume, manabii wa Bwana. Anasema nikipewa kanisa kama hii, naweza kupasua mpaka hii mbingu. Lakini pesa si ni kweli? Na hivi dola haifanyi nini? Haitoshani. Sasa mimi nataka nikwambie, wakati tunaanza safari hii, usipige mwenye maono, tuombee mwenye. How many say we shall pray for this vision? Hallelujah. Na pia uniombee, kwa sababu kusema ya kwamba ukuje, si ni maono? Si ni maono? Mtu anasema sio maono, ni maono. Hallelujah. Huyu mtumishi anointing ambaye ako nayo ina ushuhuda. Unajua wangapi wamecheka hapa? Mimi mande hapa nilicheka mpaka mbavu wangapi wamecheka hapa? Wangapi wamecheka? Nyinyi leo hamjacheka. Apostle alituchekesha hapa. Bwana asifiwe. Mpaka nikashindwa ni sisi ama sio sisi. But sasa hiyo grace Mungu amempea yeye. Hallelujah. Na kwa sababu ana maono, nimeona wakina papa Tomaso yuko kwa nyumba hii. Nimemwona hapa. Tutakuwa timu nzito sana Jakaranda Jumapili. Bwana asifiwe. Na hiyo uwanja, na mimi sisemi ya kwamba mtumishi utashangaa sana. Sijui tutapeleka wapi watu. Haleluya. Si tunaamini Mungu atatenda kazi yake. Waimbaji, matrela zitaanza kutangaza mkutano. Bwana asifiwe. From today itazunguka maeneo. Na ukiwa wewe ni mchungaji umekuja hapa na ukaona hiyo trailer, ninaomba kwa jina la Yesu, kama ni area yako, panda juu, endelea kuhubiri amani. Sawa sawa. Kama wewe ni mchungaji na trailer inapita area yako na ukaona Tomaso papako pale na timu ambayo itakuwa hapa, upande juu uendelee kuhubiri nini? Kwa sababu tuko na majina yako hapo, hakuna mtu atakuletea nyefu. I think umesikia ushuhuda wa mtumishi. Sasa hatutaki kufika huko, si ni kweli? Lakini tunataka kuhubiri nini? Watu wa Soweto inua mikono juu. Kayole inua mikono. Islando. Yes, nashukuru Mungu. Watu wa Islando wamekuja. Hallelujah. Na tunaenda kushikana na nyinyi. Kwa hivyo, ninataka niseme hivi. Wale watumishi tulikuwa nao mande, wachungaji, simameni. Kuja hapa. Kuja. Simama hapa mbele, simama tu hapa mbele, usipanda hapa juu, simama hapa. Hii inaweza bomoka maana tuko na kilo nyingi. Hapa. Wale tulikuwa nao, nisaidie microphone. Ni jina tu na mahali unatoka. Tupigie Bishop Kaunda makofi. Ubarikiwe sana. Thank you so much. Asante. Jina tu na mahali unatoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mi kwa majina ni Reverend Joseph Ola. Nimetoka pande za Mathare kule na huko ndio ninahudumu. Tulikuwa huko Monday. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nyinyi. God bless you. Yesu asifiwe. Reverend Maxwell Kariobangi. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Samuel Karanja kutoka Ngong, lakini na hudumu hapa Trinity Transporters, ndio tumeanzisha fellowship. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Majina yangu naitwa Pastor Makoha Patrick. Natoka Mathare na hudumu Mathare. Barikiweni. Yes, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Francis Kea, mimi nakaa South B kwa church inaitwa Temple Worship Church. Thank you. Bwana asifiwe. Mtume Peter, nimeokoka from Dandora. Praise God. Reverend John Gathaiya Kayole. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Robert kutoka Huruma. Bwana Yesu asifiwe. Apostle Peter Washira mali ya Mungu kutoka Umoja. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist Maloba kutoka Kariobangi. Hallelujah. God is good all the time. Naitwa Askofu Hendo Gonda, niko pale Huruma Mathare. Praise God. Naitwa Bishop Mark Otieno Oruko kutoka Saika Kayole Junction.
Bwana asifiwe. Wasonga Lucas Pastor Mathare. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Kaunda Kibira. Bwana asifiwe. Reverend Gloria Lowy, a Beauty of Excellence, Dandora. Bwana Yesu asifiwe. Apostle Gideon Kogoma, Amazing Grace of Church, Mkuru kwa Njenga, Embakasi South. Okay. Vile mmesimama tu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watumishi wa Mungu ndio wamefanya nyinyi mmekaa hapo. Simuwapigie makofi. Na kwa sababu yeye amekuleta, na wewe utaleta wengine. Si ni ukweli? Haleluya. Ninaheshimu mafuta yenu sana watumishi, karibuni viti. Asanteni sana. Kuna Elijah yuko wapi? Tandasi. Can you come and greet people? Kuja hapa, wewe ni mkubwa bwana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nimekuja tu kusalimia. Mimi ni mzima, namshukuru Mungu kwa kuniokoa. Hii madhabahu si mara ya kwanza kusimama hapa. Apostle Waruinge tumefanya kazi na yeye. Tumekuwa na crusade pale Githurai 44 tukiwa pamoja naye. And I thank God for this progress. Mimi nilikubali kutoka siku hiyo kusupport hii mfalme wa amani. Hata nafikiri nilibaki na reflector moja ya mfalme wa amani kwa sababu tulikuwa tunaandamana tukielekea huko. Kwa hivyo mimi kama Apostle Elijah, I stand firm behind this vision. May God bless you, sir. So niruhusu nifike tamati, alafu tupange sasa mipangilio ya Jumapili. Si ni kweli? Na kwa sababu kuna wengine wanauliza nitakunywa chai saa ngapi? Chai iko, utakunywa, na Bwana amemsaidia mtumishi wa Bwana, utakunywa na utakula. Haleluya. Okay, wangapi wachungaji walio na kanisa mahali hapa? Kama unajua ni mchungaji ulio na kanisa, tutakaa pande hii. Bwana asifiwe. Aya, wale washirika, kuna wale washirika walikuwa wamekuja lunch hawa, wana wa nyumba hii. Haleluya. Watakaa upande ule. Amen. Si vizuri pia maneno ya wachungaji tuongee na wana wetu, si ndio? Ni vizuri tuwaheshimu na pia tena tuheshimu mafuta. So ninapenda ya kwamba kwa haraka, because we don't have time and we are rushing somewhere pia. Ninaomba tu wachungaji wale walio pande hii, inukeni, wachungaji walio pande hii. Bethel Clouds TV, empowering lives.